Braising anger from Migori County youth during President Ruto's first visit in Migori. Visit encountered with surprising incidents from being hit with flying shoe to prematurely cutting off his speech. Are the youths tired of President Ruto promises? Watazamaji wangu, karibu hapa New Media nikupashe na nikueleze kwa kina zaidi yanayojiri na kuvuma sasa hivi mitandaoni ya kijamii. President Ruto hit by a flying shoe while addressing crowd in Migori County. Hayo sio maneno yangu bali ni nukuu ya baadhi ya chapisho kwenye mitandao ya kijamii kama ilivyogonga vichwa vya habari za mnamo siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi huu wa Mei. Kwanza tupunguze gharama ya Wakenya kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii wanazidi kukejeli Rais Ruto kwa tukio hili mzima, wengine hata wakifanya challenge kama inavyojulikana na lugha ya mtaa kwenye akaunti zao za mitandao ya kijamii. Tumetenga viatu milioni 1 kwanza tupunguze gharama. Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa kwa jina Chege Majuis kwenye mtandao wake wa TikTok amekuwa na haya ya kusema kuhusiana na tukio hili mzima. I think there is a curse upon this guy because everything he does inaenda combo completely. Everything he touches ina crumble. Alikuwa ameenda Nyanza kucounter Matiang'i for being in Kisii Nyanza for that one day. Hiyo crowd aliona. Sasa akafikiria aende Luo Nyanza akaunte Matiang'i. Sasa what is trending, hata si ile project alikuwa ameenda, ni mtu anatoa kiatu kwa mguu anarushia president, akiongea anamgonga kwa uso. I may not like that because that is disrespect. We should not go that road as Kenyans. But myself, I said there is something following this guy. There is a curse upon this guy. I'm not expert of curses, but because we have never reached there. Hata an MP amewahi kuwa amedharauliwa na watu hawamsikizai, but Miss Jaiskia MP ametoroka kiatu na mtu akagongwa uso. I have never. Mimi sijaisikia. But a whole president, mtu anatoa kiatu na mgonga naye uso akiongea huko Migori. I don't know what is happening in our country. I was talking to my friends in Rift Valley because that's where I come from. When you wanatoka hiyo side kwa president na huko juu kabisa, wakaniambia there's some elders sometimes back walisema there's something wrong with his president. Ni uvumi ambao una trend sasa hivi mitandaoni, Wakenya wengine wakichukua fursa hii kuhamasisha wenzao ya kwamba vijana kutoka eneo hilo la Migori huenda watajipata pabaya kwa kuwa harassed na polisi. Wachana na wananchi. Nikinukuu chapisho la mwana Twitter huyu amesema, jokes aside, all eyes on Migori. The D- people will be harassing the residents, trying to find who threw the shoe. Please, Migori people, raise alarm, report any case of missing person, and update us in case of anything. All eyes on Migori. Kuna baadhi ya wengine ambao wanaeneza propaganda wa kupitia njia ya sarcasm kwa kuchapisha picha za alleged person ambaye anahusishwa na kumrushia Rais Ruto kiatu. Now, 3 people have been arrested in Kuria West in Migori County for allegedly hurling a shoe at President William Ruto during a roadside event in Kiansha. Ingawa muda mchache baada ya tukio hili washukiwa 3 walikamatwa, lakini idara ya polisi kufikia sasa hawajaweza kufichua sura zao. Mtazamaji, unajua nini kitajiri iwapo baada ya utafiti the alleged person atakuwa vindicated? Ni nini kitajiri kwa security team yake Rais Ruto na Rais Ruto mwenyewe? Katiba ya Kenya kwa kamilifu inapeana severe consequences kwa mwenye ambaye atakiuka usalama wa rais. Breaching president security kwa kusudi la kumdhuru rais ni makosa ya uhaini, ukipenda treason, ambaye hukumu lake ni kifungo cha maisha gerezani ama hukumu ya kifo kwa nchi ambazo katiba zao zinakubalisha. Baada ya tukio hili huenda mabadiliko itafanyika kwa security team yake Rais Ruto. Wengine watashushwa ngazi za majukumu, wengine pia wataweza kushushwa ngazi za kimamlaka. Kwa Rais Ruto huenda sasa atabadilisha mikakati yake ya jinsi ya ushiriki wake wa uwazi na umma juu ya magari yake.
akikisia tendo hili huenda likajirudia ama lingine lenye kiwango cha juu. What is your take on this whole scenario? Ijuze maoni yako kwenye sehemu ya maoni, kisha kwa unyenyekevu ni kuombe ubonyeze subscribe button na alama ya like. Hapa ni Neo Media, kituo nambari 2 nyuma ya hakuna.